Kama wewe ni mdada umepigwa kibuti na mwanamume ambaye bado ulikuwa unampenda, hakikisha unaitazama hii movie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni movie ambayo utajifunza kitu na utajua nini ufanye maisha yasonge baada ya kuachwa na mtu ambaye unampenda. Lakini pia kama wewe ni mwanamume inakuhusu vile vile. Sasa mzigo unaanza bwana, inaoneshwa kuna wapenzi wawili wametoka out. Mshikaji anaitwa Leo na huyu msichana anaitwa Becky. Sasa hao kwenye mahusiano yao wamefanikiwa kimaisha. Mshikaji ana pesa nyingi, ni mfanyabiashara. Lakini sasa hawana amani kwenye mahusiano yao kwa sababu wanagombana mara kwa mara. Na sababu kubwa ya kugombana kwa sababu mshikaji uko busy na kutafuta pesa. Mfano hapa walikuja leo kusherehekea miaka 5 ya uchumba wao. Lakini mshikaji ile wanaanza tu kuongea, mara simu ikawa imeita. Akapokea akamwambia mtu, "Sawa, nakuja, wewe mshikaji ananiachiaga pesa nyingi sana." Msichana akaanza kumind pale Beka. "Kwa nini unataka kuondoka? Wakati tumekuja leo kusherehekea miaka 5 ya uchumba wetu." Mshikaji akawa anamwambia, "Sikiliza, pesa ndo kila kitu. Hata wewe leo hapo unaitwa mzuri kwa sababu ya pesa. Hata mimi naitwa mzuri na handsome vile vile kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo pesa ndo kila kitu. Mimi naondoka." Beki akawa analalamika pale. Lakini mshikaji akamwambia, "Nisubiri hapo, sichelewi kurudi. Napiga mzigo chap afu narudi." Akanyanyuka mshikaji akaondoka. Msichana akawa amekasirika sana. Sasa Beki alichomeshwa mahindi kinoma noma yani. Alikaa kwa muda mrefu sana bila ya mshikaji kurudi. Ikabidi ya request, akatoka nje akawa anasubiria kitu alichokirequest. Lakini kwa bahati mbaya pia mtu ambaye amemrequest akacancel trip vile vile. Kwa akawa amekasirika. Lakini wakati uko nje mara huyo Leo akawa amerudi. Akamwambia, "Ingia kwenye gari tuondoke." Beki akawa amevimba, akakataa kupanda, akawa anaondoka kwa mguu. Mshikaji akamfuatilia, akamwambia, "Vipi, mbona leta utoto? Utoto gani? Umeniacha kwa muda mrefu sana na kusubiri wewe haupo." Akamwambia, "Kini nimekuomba msamaha. Wewe ni mtu gani ambaye unataka kupokea msamaha? Kwa umeomba msamaha ndio maana unataka nikubali tu, unafanya makusudi?" Akamwambia, "Hapana. Hata Maria alikuwa bikira na vile vile alikuwa anakubali msamaha. Wewe nani usikubali msamaha bwana? Kubali msamaha." Msichana akamwambia, "Hapana, mimi sitaki." Akawa kama vile wanabishana. Baadaye mshikaji akamwambia, "Sikiliza, mimi masuala yako ya utoto, masuala madogo kuyafanya makubwa, mimi siwezi. Sasa mahusiano yetu yanaishia hapa hapa." Beki akuamini yale maneno, akaona kama utani. Mshikaji akamwambia, "Ndo serious, mapenzi yameishia hapa." Akapanda kwenye gari yake, akaondoka. Beki akawa amebaki ameduaa, hajiamini kama mchizi kamwacha, kama vile ameona jambo la utani, kumbe ndo katemwa. Siku nyingi zikapita, Beki akawa hajiamini kile kilichotokea, kwamba mshikaji amempiga kibuti kiukweli. Akawa analia, tangu siku ya mwisho anarudi nyumbani, hajaoga mpaka leo. Mara baadaye rafiki yake anakuja, anakuta ndani kuko shagara bagara. Ikabidi amwambie, "Wewe utaumia mpaka lini wakati mwenzako ameshaendelea na maisha mengine? Move on." Beki akawa anamwambia rafiki yake, "Mimi nampenda." Lakini akasema, "Sawa unampenda, lakini hakupendi na ashaendelea na maisha mengine. Inabidi na wewe endelee na maisha yako. Kwanza nyanyuka hapo kaoge kwa sababu unanuka." Rafiki yake akawa hataki kunyanyuka Beki. Akamwambia, "Nyanyuka tu ndo kaoge na sivyo nitakuchukua kinguvu." Ikabidi baadaye msichana kweli akaoga. Rafiki yake anampenda sana. Baada ya kumaliza kuoga, kweli akawa anaonekana kama msichana tofauti na mwanzo alivyokuwa mchafu. Rafiki yake akawa amemwandalia chakula, akamwambia, "Sasa njoo tule." Kweli wakafika sehemu ya kula, lakini msichana akawa anashika chakula kama vile hataki kula Beki. Rafiki yake akawa anamlazimisha, "Hebu kula bwana." Kweli akawa anamchekesha. Baadaye msichana akala japo kidogo sana. Akamchukua pia, wakawa wamekaa zao sebleni wanatazama movie. Sasa wakati wanatazama movie, msichana akawa analia. Rafiki yake ikabidi amwambie, "Hebu subiri kwanza. Hii ni movie ya 3 tunaangalia, wewe unalia tu. Tumeka katuni unalia. Tumeka movie ya kuchekesha unalia. Kwa nini unalia? Bado unamwaza mshikaji." Sema, "Hujaona kuna mtu pale kavunja glasi?" Rafiki yake akawa anamwambia, "Yaani kavunja glasi ndo wewe unalia kweli? Usije kuwa unaniambia unalia kwa sababu ya yale." Akamwambia, "Mimi naumia unajua." Akamwambia, "Basi sawa. Aya taisha, acha tuzime TV." Wakazima TV. Msichana akawa anaendelea kuumia. Akamwambia, "Sidhani kama nitakuwa sawa." Akamlalia rafiki yake. Akawa bado anaumia. Anampenda kweli mshikaji Leo. Baadaye Beki halali anatazama tu picha za mshikaji Leo. Bado anampenda mchumba wake, lakini mchizi ana maisha mengine. Na hiki kinatokea sana. Kuna wakati we bado unamtaka mtu ambaye amekuacha, afu mwenzako hana hata habari. Hii inaumizaga sana. Tujitahidi kumove on ili maisha yawe matamu, kwa sababu wakati mwingine wenzetu hawatuwazi kabisa yani. Sasa siku zikapita.
Beki akawa ameshakata tamaa kurudiana na Rio. Siku moja rafiki yake akawa amekuja kumtembelea, akamwambia nina habari nzuri. Rafiki yake akamwambia isije kuwa kurudiana na Rio. Akamwambia no. Nina habari nyingine kabisa. Kwa sababu kwanza Rio siwezi kumpata. Ameniblock kila eneo. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, kote ameniblock. Kwa siwezi kumuona popote. Mimi na habari nzuri. Anasema habari gani? Nimeamua kwenda kujipa vacation. Nimeamua kumove on, sasa nataka nikajipa vacation. Rafiki akamwambia unataka kwenda nchi gani? Akamwambia nchi wapi? Nataka kwenda Abuja. Kwa nataka nikatulize kichwa. Unakaa muda gani? Sema wiki mbili. Wiki mbili? Hadi birthday yangu nitailia huko Abuja. Basi bwana, rafiki yake na beki ambaye anaitwa Tommy akampa tu baraka, akamwambia safari njema rafiki yangu. Kesho yake beki akafunga safari kuelekea Abuja kwenda kupumzisha akili baada ya kupigwa kibuti na mpenzi wake. Baada ya kufika pale akapewa chumba chake kwenye hoteli ya kishua kabisa akapumzika. Siku hiyo beki anaoingia kwenye hoteli kuna tajiri mmoja wa kishua kinoma noma. Huyu tajiri kweli kuliko hata yule wa mwanzo, kwa sababu huyu hata gari yenyewe aendeleshi yeye, anaendeleshwa. Baada ya kufika hapo akafunguliwa mlango akaelekea zake reception. Baada ya kupewa funguo yake reception, akawa anaelekea chumbani kwake. Kuna kasichana kamoja hivi kadegejoni, kakawa kamempenda mshikaji, kakajikokikoki pale, then akamfuata ili ajipendekeze, achukue ule mzigo amsindikize mpaka chumbani kwake. Mshikaji akamwambia hapana, nabeba mwenyewe, ni mwepesi. Kweli msichana akawa anaendelea kumshangaa handsome boy. Rafiki yake kabidi amwite, "We Vero wewe." Kidegejoni akamnyali mwenzake akamwambia achana na mimi. Akawa anaendelea kumtazama tu mshikaji anavyoishia. Baadaye kabidi asogee kwa rafiki yake akamwambia umeona Mungu alivyoumba? Mshikaji kapanda hewani, handsome kweli. Rangi ya Kiafrika mzuri. Rafiki akamwambia acha umalaya wako wewe. Akamwambia nimempenda, nitampata tu. Akamwambia endelea kuota au mpati. Akamwambia nitampata tu. Rafiki yake akawa anamcheka. Akatoka zake akaendelea na majukumu yake. Sasa tajiri baada ya kuingia chumbani kwake akahifadhi vitu vyake, then akatoka nje kwa juu akawa anaongea na simu. Sasa huyu mshikaji anaitwa Hasani, lakini pia naye amekuja hapa kutuliza tu akili, kwa sababu kuna simu alikuwa anaongea nayo hapa. Kuna mtu akawa anamwambia mbona ulikuwa upokee simu ya mama yako? Mshikaji akawa anasema nilikuwa sipokee kwa sababu nilikuwa nimegombana na Alaji. Hatujui huyu Alaji ni nani. Lakini wakati ambapo anaendelea kuongea na simu, mara kwa chini akamwona beki akawa amepigwa na bumbuazi. Hata simu yenyewe akawa ameishusha kwa chini, anamtazama mtoto namna ambavyo alivyokuwa mkali, kama vile yeye mwenyewe akawa amenasa hivi. Wakati ambapo anaendelea kumtazama beki, mara akasikia anaitwa. Geuka nyuma, Kidegejoni kaja kujaribu bahati yake mapema kabisa. Akamwambia nimekuja boss, hamna kitu chochote ambacho naweza nikakusaidia? Akamwambia hapana, hamna chochote. Una uhakika hamna chochote? Mshikaji akaona kama vile ananichanganya, akampita akaondoka zake ndani. Kadegejoni Vero kakawa kanamkimbilia mshikaji, kanamtazama namna mshikaji anavyoondoka. Sasa kesho yake beki alikuwa na peruzi kwenye Insta, si ndo akakutana na umbea kwamba mchumba wake ambaye ameachana wiki 2 zilizopita amemchumbia mtu mwingine. Hii taarifa ilimpiga japo alikuwa tayari asha move on. Akakimbilia chooni haraka. Baada ya kwenda huko chooni, si ndo akawa ameingia choo cha kiume bwana. Kuna mshikaji naye akawa anatoka ambaye ni yule tajiri. Baada ya kufika akashangaa, we vipi? Umefuata nini? Na beki naye akawa anamuuliza mshikaji, na wewe umefuata nini huko? Akamwambia huko ni choo cha kiume. Akamwambia hapana, hiki cha kike. Kutazama vizuri ndo akajua kumbe ameingia choo cha kiume. Baada ya hapo akatazama simu yake ambayo alikuwa ameitupa mwanzoni. Oh no, nimeharibu simu yangu. Ikabidi mshikaji tajiri ambaye ni Hasani akamuuliza, kwa nini umeharibu simu yako? Akamwambia haikuhusu, fuata mambo yako. Mshikaji ikabidi amwambie, lakini inabidi calm down, umepanic sana. Akamwambia ni panic na nini? Au unataka kulala huko chooni? Mimi nataka kutoka nje. Akamwambia inabidi urelax, kama vile haupo sawa hivi. Sawa, na relax. Umelizika? Akawa ametulia bek. Baada ya bek kutulia, ikabidi Hasani amuulize tena, niambie kwa nini umevunja simu yako? Akamwambia nimeshakwambia hayakuhusu. Sasa akamwambia sawa, kama hayanihusu basi tutalala huko chooni. Beki akawa anaacha tu amsimulie ili wasaidiane kutoka nje. Akamwambia hivi utaamini, ex wangu amemvisha mtu pete nimeona leo. Mshikaji akamwambia ni sawa, ushasema ni ex wako, ni kawaida. Akamwambia hapana, sio kawaida. Tumeachana wiki 2. Wiki 2 anamvisha pete mtu mwingine, ana move on kirahisi namna hii. Ni nini hiki? Mshikaji akampoza pale. Basi mara akasikia mtu anapita, wakawa wanaita kwa pamoja,
Beki mkorofi akamgeukia sana akamwambia, mbona na wewe tena umepaniki? Na yeye kumbe ataka kutoka nje. Mimi nilijua ataka kulala umumu. Hasani akamwambia, sasa mimi nilale umumu kivipi? Akamwambia, wewe mwanzo uliniambia ni calm down. Cha ajabu na wewe sasa hivi au calm down. Maana yake ni nini? Beki ana hasira baada ya kuachwa na kuona taarifa kuwa ex wake ashamvisha pete mtu mwingine, inamuuma. Kweli baadaye bwana wakapata msaada wakatoka. Sasa kesho asubuhi umbea ukawa unasambaa. Kidege John Velo akawa anapewa umbea na rafiki yake. Hivi unajua jana kilichomtokea huyo crush wako? Nini kimemtokea? Jana chooni huko ilijiloki mlango, alikuwa mtu mbili ndani na mwanamke. Yule mwanamke mgeni yule wa kike yule, wakaambiana umbea pale. Akamwambia ningekuwa mimi ndo nimefungiana naye ndani humo. Yaani humo sasa hizi ningekuwa nishaacha kazi. Rafiki yake akamuuliza, kuacha kazi kivipi? Akamwambia sasa ningekuwa niko naye ndani, sasa hizi si minyosho ishapita. Sasa hivi nishakuwa queen, kazi ya nini mimi tena? Rafiki yake akamwambia endelea kuota. Hizo ndoto za alinacha. Msichana bado ana ndoto za kuwa na Hasani tajiri. Huku juu kwa Beki akawa anaitazama simu yake ambayo jana yake ametoka kuiharibu kwa hasira. Wakati anaitazama akaona kabisa iponi, akanyanyuka akawa anataka kutoka nje. Yeye anafungua mlango, anakutana na mfanyakazi wa hoteli akiwa ameshikilia zawadi. Akazichukua zile, akasema zimetoka kwa nani? Akamwambia chukua. Akaingia nazo ndani akawa anazitazama. Katika kufungua akakutana na simu mpya. Yeye mwenyewe hajaamini. Akachukua kikaratasi kusoma, akagundua ni Hapoki. Yeye anamuita Hapoki, hajui kama anaitwa Hasani. Akafurahi sana. Ikabidi ampigie rafiki yake simu, ampe hiyo taarifa. Rafiki yake akamwambia hongera, ushapata mwanamume mpya. Akamwambia mwanamume mpya wapi? Nimejuana naye jana. Kwa hiyo hakuna cha mwanaume na sasa hivi sitaki mwanamume yoyote. Nataka niwe single kwa muda ili nimsahau huyo ambaye ameniacha sasa hivi. Rafiki yake akamwambia acha ujinga wewe. Mwenzako ashachumbia anataka kuoa na wewe inabidi uendelee na maisha mengine. Basi bwana, mazungumzo yake yakaisha hivyo. Yule mfanyakazi wa hoteli ambaye ametumwa kupeleka mzigo kwa Beki, baada ya kufika kwa mshikaji, akampatia hela nyingi sana, akashukuru. Mshikaji ni tajiri, pesa sio tatizo kabisa kwake. Sasa baadaye Beki akaenda kuomba taarifa za mshikaji ili akampe asante. Lakini baada ya kufika pale na kuuliza, mfanyakazi akamwambia utaratibu wetu hauruhusu kutoa mawasiliano ya mtu. Labda nichukue simu nimpigie nimuulize kwanza. Beki akakataa, akamwambia hapana, haina haja, achana naye. Mfanyakazi akamwambia una uhakika madam? Akamwambia haina umuhimu sana. Basi huyo akatoka zake akawa anapandisha juu. Wakati anapandisha akawa amedondoka kwa bahati mbaya. Mara kuna mtu huyo akawa anamsaidia baada ya kudondoka. Kumtazama ni yule mshikaji. Akamwambia pole, asante sana na asante kwa zawadi yako nimeipata. Mshikaji akajifanya kama soe zawadi. Akamwambia umetuma maua pamoja na simu nimeona. Akamwambia kumbe umenijua. Akamwambia asante sana. Basi na wewe mzuri sana. Basi bwana, baadaye mshikaji akaondoka zake na msichana akawa anamtazama tu mchizi. Mchizi kajikaza, baada ya kuondoka akawa anamuwaza tu muda wote yule msichana. Ashampenda, anaangalia ni namna gani ya kumuingia Beki. Kesho yake asubuhi wakakutana wakati wanaelekea gym. Wakaingia wote gym kwa pamoja. Wakati wanapita, Kidege John Velo akawaona, akawachungulia, roho imemuuma. Lakini hana la kufanya. Baadaye baada ya mazoezi kumaliza, mshikaji ikabidi amwambie Beki, nahitaji baadaye tupate drink, unasemaje? Msichana akamwambia hakuna shida, tutakuwa pamoja. Kweli baadaye wakakutana, wakawa wanapiga zao vinywaji pale. Mshikaji ikabidi amwambie, nataka nikujue. Akamwambia mimi naitwa Beki na nimeachika kwenye mahusiano ya miaka 5. Kingine nimekuja hapa kusherehekea birthday yangu. Wakasema, umekuja kusherehekea birthday yako, ni lini? Akamwambia ni kesho birthday yangu. Na wewe vipi? Jitambulishe nikujue. Akamwambia mimi naitwa Hasani na ni mtoto pekee kwenye familia ya kitajiri. Naendelesha kampuni ya babangu ambayo ni makao makuu ya kampuni zake. Kwa hiyo mimi ni hivyo tu. Wakajuana, wakapiga story sana. Kesho yake ndio ilikuwa birthday ya Beki. Beki akaamshwa na simu ya rafiki yake kumtakia happy birthday. Happy birthday Beki. Akamwambia asante. Wakati ambapo anaongea na rafiki yake, mara mlango wake ukawa umegongwa, ikabidi aende kufungua. Wakati anafungua, akakutana na zawadi kibao. Yeye mwenyewe mpaka wakawa anashangaa. Rafiki yake akamwambia nasikia hapo unashangaa kuhusu zawadi. Akawa anamwambia rafiki yake, nimeletewa designer bags, nimeletewa pombe, nimeletewa vitu vingi. Akawa amefurahi sana. Baadaye akakutana na karatasi ikimwambia kuwa naomba nikutoe dina saa 2 usiku.
Kweli akakubali bwana. Saa 2 usiku akatoka dina, wakawa wanapiga story, wanaongea. Mshikaji anamsifia muda wote, wewe ni msichana mzuri sana. Beki akamwambia asante. Akamwambia sasa wewe leo ni mtoto, inabidi nikulishe, niruhusu nikulishe. Kweli mshikaji akamlisha, bado hajatongoza, ni mtoto akishua, anaenda tu kikubwa kubwa, ana haraka. Basi bwana, baada ya kumaliza wakawa wanaondoka. Beki akasema sikujua kabisa kama birthday yangu ingekuwa vizuri hivi. Nilijua ingekuwa mbaya sana. Kwa uwepo wako birthday yangu imekuwa vizuri. Asante sana. Wakaagana pale, wakapeana kana hagi kidogo, then msichana akawa anaondoka kwa mwendo wa madaha kabisa, mwendo wa Wema Sepetu. Beki baada ya kufika ndani akawa anamwaza tu, anamwaza Hasani. Yeye mwenyewe kashampenda tayari, ni vile tu hawajiambiana kama wanapendana. Lakini baada ya siku hiyo mapenzi rasmi yalianza, wakawa wanatoka out pamoja, wakawa wana enjoy good moment kwa kukumbatiana. Kifupi Beki akawa ameshasahau kabisa kwamba ameachwa na mshikaji wake ambaye alikuwa anampenda sana, Leo. Kwa mapenzi yakawa rasmi kabisa. Kuna siku moja Hasani akawa amepokea simu kutoka kwa mama yake. Mamake akiwa anamkoromea, mimi sijakufundisha kuwa na tabia mbovu, rudi nyumbani, nataka urudi nyumbani. Baada ya simu kukatika, akawa anasema hiki ni nini? Ni kama vile hajapendezewa na kauli za mama yake. Baadaye akawa amekutana na Beki, lakini sasa akawa hayuko sawa. Beki anaongea tu bila kujua mwenzake hayuko sawa. Baadaye ikabidi amwambie mimi naondoka kesho kutwa. Beki akawa kama vile hajaamini kile. Akamwambia kesho kutwa mimi naondoka. Sawa, najua lazima hilo lilikuwa linatokea, kwa hiyo hakuna shaka. Sasa wakati wote wana date, nafikiri unawajua washua, hawana haraka kabisa na masuala ya minyosho. Walikuwa hawajanyoshana kabisa. Baadaye mshikaji huko chumbani kwake anapanga nguo zake, mara mlango unagongwa, anaenda kufungua, uso kwa uso anakutana na Beki. Afu Beki kaja kimitego kabisa, yani kama vile kajiamulia leo nakupa mzee wa kazi. Kweli bwana, wakaingia ndani, minyosho ikaendelea, maswala tu ya kunyoshana. Baada ya kumaliza kunyoshana, mshikaji akawa amepatiwa kabisa, akawa anampa sifa tu mtoto wa kike. Lakini wakati wanaongea, mara mlango kagongwa, mshikaji akatoka kaenda kufungua. Ili anafungua akakutana na mtu ambaye ye mwenyewe akawa anamshangaa. Na yule mdada akawa anamtazama Beki pale kitandani, na Beki naye akasalimia, elewi hata ni nini kinachoendelea. Baadaye Beki akawa ametoka chumbani kwa hasira, anaondoka. Hasani akawa anamfuata huku anambembeleza, nisikilize basi nikuelezee. Beki akawa anamwambia, unielezee kitu gani? Kumbe unamchumba na tayari mnataka kuoana baada ya miezi 2. Kwa hiyo ulikuwa unanidanganya mimi vizawadi vyako. Hasani akawa anamwambia, lakini mimi nakupenda kweli, na wewe unajua kwamba mimi nakupenda. Anamwambia hapana, unanipenda vipi? Kwa nini ukuwa unaniambia ukweli kwamba unamchumba na mnataka kuoana? Akamwambia hapana, hilo ndio nililokosea, lakini naomba unisamee. Akamwambia hapana, wewe ulikuwa unataka unidanganya ili upate mapenzi. Umeshapata mapenzi, umelizika. Achana na mimi, ondoka. Msichana akaondoka kwa hasira. Beki akamwacha mchizi tu pale anang'ang'asha rubu. Hakukuwa na namna. Hasani baadaye ikabidi afunge safari aondoke, kwa sababu Aisha amekuja kumfuata yeye, ameagizwa na mama yake. Wakapanda kwenye gari, Hasani amevimba, Aisha hayuko sawa. Wamefika njiani, Hasani ikabidi amwambie dereva simamisha gari. Aisha ikabidi aulize kwa nini gari isimamishwe. Akasema narudi hoteli. Kama unaenda kufanya nini? Akamwambia nisikilize Aisha, wewe unajua mimi sitaki kuoana na wewe. Wewe unajua kabisa mimi sikupendi. Aisha akamwambia nani anampenda mwenzake? Mimi mwenyewe sikupendi na sitaki ndoa. Ninachofanya hapa ni kufuata tu maagizo ya wazazi. Ni kama vile mimi naumia na wewe unaumia. Wewe ndo mwanamume. Kama uitaki ndoa, simama kama mwanamume. Akamwambia sikiliza, wewe utakuwa olewe na kaka yangu. Vipi leo unaolewa na mimi? Akamwambia sikiliza Hasani, kama wewe hautaki, wewe ndo kusimama kama mtoto wa kiume kwamba sitaki ndoa ili ndoa ife. Sio unalalamika tu hapa. Kweli Hasani pointi zikamuingia hizo. Wakafika zao nyumbani, Hasani kamsalimia mama asalamu alaikum, then kapandisha juu, yuko kavimba. Mara huyo Aisha anafika kwa mama mkwe wake. Aisha ana adabu, anaongea na mama mkwe vizuri. Mama mkwe akamwambia, ana shida gani yule? Mbona kapita kwa hasira? Akamwambia hapana, itakuwa labda akachoka kwa safari. Akamwambia hapana, yule hajachoka kwa safari, bado na hasira. Alisema anataka atoke hapa aende huko akatulize kichwa, akirudi yuko sawa. Lakini mbona amerudi vile vile na hasira? Aisha kabidi aendelee kumtetea, yuko sawa na atakuwa tu sawa. Akamwambia unaona, wewe ni mwanamke mzuri sana, bado unamtetea mtu wako wakati unajua kabisa hayuko sawa pale. Wewe ni mwanamke mzuri na utamtunza vizuri sana Hasani. Sawa, basi nenda. Akapandisha zake juu.
Huku hotelini alipobakizwa Beki, baada ya kulia kwa muda mrefu, akatoka zake, akakabizisha funguo, akawa anaondoka. Nyuma huku wafanyakazi wakawa wanapeana tu umbea, wanaume wabaya wabaya. Yule aliyokuwa anampenda yule Hasani aseme wabaya wapi, yeye akajipeleka mwenyewe. Kama una mwanamume msamu kaleta shobo, watu wamenyoosha, wamekimbia, wakawa wanapiga tu umbea. Beki naye akaondoka. Baada ya kufika nyumbani kwake, Beki akamsimulia rafiki yake. Rafiki yake akampa pole, akamwambia lakini ni vitu vinatokea. Akasema hapana, mimi ni mpumbavu, ni mjinga, nimezama kwenye mitego ya mtu, amenitumia na ameniacha. Rafiki yake akampooza pale. Huku upande wa pili, Hassan naye akawa anaongea na rafiki yake. Rafiki yake akawa anamwambia sikiza nikwambie, huyu msichana ni mzuri sana kwako. Huwezi kumpenda huyo msichana ambaye unasema umemwona huko. Msichana unamwona mara moja unampenda. Hassan akamwambia lakini mimi na connection naye, nina hisia naye, ninampenda kabisa. Simpendi Aisha. Rafiki yake akamwambia sikiliza, ushauri wangu mimi, muoe Aisha. Aisha ni mwanamke mzuri sana. Rafiki yake anataka muoe Aisha. Yeye anampenda Beki. Sasa siku kadhaa zikapita, kuna msiba ukawa umetokea. Babake na Hassan akawa analalamika, anamwambia huyu mtoto ni mpumbavu. Yaani leo asubuhi baba yake mkwe ambaye ni baba wa Aisha amefariki na mwanao hajatokea kwenye msiba. Mara huyu Hassan anatokea. Baada ya kufika pale ikabidi aulize, nini tena hapa? Nini kimetokea? Kaambia msiba hujatokea, baba yake Aisha amefariki. Oh, wacha niende sasa hivi. Akatoka zake, akaelekea nyumbani kwa kina Aisha. Kwenda kule akamkuta Aisha yuko na huruma sana. Akampoza, akamwambia pole sana, nilichelewa kupata taarifa ya msiba babako. Aisha akamwambia babangu alikuwa mzima sana jana, amelala ndo hajaamka tena. Basi Hassan akamkumbatia Aisha, akawa anampooza pale, anamfariji. Kesho asubuhi wakati anarudi nyumbani kwao, akakutana na wazazi wake wanapata breakfast pale. Wakamwambia vipi wewe? Mbona hujalala nyumbani? Akasema jana nililala nyumbani kwa kina Aisha. Oh, umefanya vizuri sana. Vipi na chakula? Panda juu kaoge afu uje kula. Atakula pia, nimeshakula huko. Basi sawa, nenda kapumzike. Akapandisha zake juu. Baada ya kupandisha juu, wazazi wakawa na yabonga pale. Umeona? Watoto wanaanza kupendana sasa. Mimi nimekwambia wape muda tu. Mzee akamwambia mkewe, hapa si wapi muda wala cha muda. Yaani hawa wapendane wasipendane, ndoa ipo. Yaani Aisha ni mke wa mtoto wangu. Full stop. Huku upande wa pili kwa Beki, tayari ameshaanza kusahau kabisa maumivu. Rafiki yake leo amepata mtoko, akamwambia bwana, nimepata mtoko, nataka ukanisindikize. Akamwambia mimi nikusindikize huko nikakutane na mwanamume tena? Sitaki, wewe nenda mwenyewe. Akamtolea maeleni pale. Kifupi hataki kabisa kuhusiana na masuala ya wanaume, hataki. Kwa msichana akamkatalia rafiki yake kwenda pamoja kwenye huo mtoko. Huku upande wa pili nyumbani kwa kina Hasani wamekaa na discuss masuala ya ndoa. Bi mkubwa anamwambia mkwewe, kila kitu chako kinatoka Dubai, kinafika hivi karibuni. Kuhusiana na shela lako, lakini pia kuhusiana na vyakula na kila kitu tutasimamia sisi, kwa sababu baba yako amefariki. Kwa majukumu yote ya ndoa yenu tunayo sisi. Lakini wakati ambapo wana discuss, Bi mkubwa akaona kabisa mwanae haingizii swala lolote pale, kabidi amshtue. Kumbe wakati huo mtoto wake yuko bize kabisa na kumtazama mchumba wake Beki, ambaye wakati wote kichwani kwake anamwaza tu Beki. Bi mkubwa baada ya kumshtua ndio yeye anarudi kwenye kikao. Yeye unasemaje Bi mkubwa? Sasa mbona uongee chochote, uchangii chochote? Anichangie kuhusiana na nini mama? Akasema ndoa yako, wewe hujui kama ni ndoa yako? Akasema mama nisikilize, chochote ambacho nyinyi mtaamua mimi ni sawa tu. Then akanyanyuka akaondoka zake ndani. Huku upande wa pili kwa Beki, yuko kwenye kioo anajitazama, mara anamkumbuka mshikaji. Akilini bado yupo, anamwaza sana, mwenyewe anajisemea, imepita muda mrefu sasa, lakini kichwani kwangu hautoki kabisa, bado nakukumbuka. Huku nako kwa mshikaji anamkumbuka Beki. Kifupi wote wawili wanakumbukana. Kikwazo ni kwamba tayari Hasani ni mchumba wa mtu na anakaribia hivi karibuni kwenda kufunga ndoa. Hamna chochote ambacho wanaweza wakafanya, lakini wote wamependana. Siku ya ndoa ikafika, mshikaji akawa anapambwa pale ili waende nyumbani kwa kina Aisha wakaoe. Lakini baada ya muda tu akasimama afa akawaambia marafiki zake, mimi siwezi kumuoa Aisha. Rafiki zake wakashangaa, akatoka huyo moja kwa moja nyumbani kwa kina Aisha. Kufika kule akaingia ndani
akakutana na kina mama wanampamba pamba Aisha, akasema nahitaji kuongea na wewe Aisha. Aisha kabidi awaombe wala kina mama. Kwa hiyo kina mama wakawa wanashangaa, jamani, hii vipi? Babu harusi umekuja muda ambao bado natakiwa baadaye ndio muonane. Wanaongea pale umbea. Nafikiri mwenyewe unaelewa. Basi bwana, Aisha akawaomba wale watoke, wakatoka, then mshikaji akaingia akakaa chini, wakawa wanaongea. Hasani kabidi amwambie Aisha, mimi siwezi kabisa kukuoa. Siwezi. Aisha kabidi aseme, mimi najua tulikuwa tunafanya hivi kwa ajili ya wazazi wetu, matakwa ya wazazi wetu. Na mimi nilikuwa najua na kusaidia wewe kwa sababu utakosa urithi kwa kutokunioa mimi. Kwa hiyo kama umeamua hivyo, mimi ni sawa. Mimi nilikuwa nampenda kaka yako na ndo tayari Mwenyezi Mungu ameshamchukua. Ila wewe unampenda Beki. Kwa hiyo bado una nafasi ya kwenda kumfuata. Nenda kapigania unachokipenda. Mimi pia nakuona mtu bora kwa sababu umeacha urithi, umepambania mapenzi yako ya kweli. Mshikaji akawa amini yale maneno yanayotoka kwa nani? Kwa Aisha. Aisha akawa anamwambia, "Nenda." Ikabidi aulize tena Hasani, "Ni kweli umeniruhusu?" Kaambia, nenda kachukua unachokipenda. Nenda kachukue, nimekuruhusu. Mimi niko sawa kabisa." Kweli Hasani akatoka pale, akaondoka zake. Akabakia Aisha akiwa ana furaha kabisa. Aisha alijamuumiza kabisa jambo la kutokuolewa kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa haipendi ndoa, ila alikuwa anafuata matakwa ya wazazi. Alikuwa anatakiwa kuolewa na kaka wa Hasani. Kwa bahati mbaya kaka wa Hasani akafariki, kwa hiyo mzee akataka huyu Hasani achukue nafasi ya kaka, lakini kwa bahati mbaya Hasani amempenda mtu mwingine ambaye ni Beki. Huku nyumbani kwa kina Hasani, mzee juu kamkosa mwanae, akashuka chini anaongea na mama yake, "Mimi mwanao nitamuua, yuko wapi?" Wakati wanaongea, mara huyo mshikaji anarudi. Kufika baba akamshtua, "Wewe vipi?" Kabidi amwambie, "Baba, mimi nimetoka nyumbani kwa kina Aisha na nimemwambia hatuwezi kufunga ndoa na wote tumekubaliana." Mama akamwambia mwanae Hasani, "Mwanangu, watu kibao wamekuja hapa na tumepoteza pesa za kutosha. Leo nasema amuoane." Akasema, "Mama, mimi napambania furaha yangu, nampenda mtu mwingine, kwa hiyo sitaki." Mzee akawa anakoroma pale, "Wewe, mimi nitakunyima urithi wote." Akasema, "Hapana baba, mimi sipo tayari kwa ajili ya urithi wako. Kwa sababu kwanza mimi sikuwa kipenzi chako. Kipenzi chako alikuwa kakangu ambaye amefariki. Kwa hiyo mimi nimekuwa kama mbadala wa kaka. Mimi ni sawa tu. As long as napata furaha kwa mtu ambaye nampenda, ni sawa. Urithi wako baki nao." Mshikaji akatoka, akapanda juu. Baba ikabidi awe anakoloma pale. Rafiki yake mmoja na Hasani akamwambia mzee, "Acha mzee, mimi nitaenda kuongea naye, atanielewa. Acha." Ikabidi arudi pale aongee na marafiki zake Hasani wengine, akapanda juu wote kwenda kuongea naye. Kufika juu, Hasani msimamo wake ni ule, "Bwana sikilizeni, mimi nampenda Bek na naenda Lagos sasa hivi." Rafiki yake kana anamwambia, "Yaani unataka kuniambia unaenda kwa msichana ambaye umekutana naye wiki 2 tu zilizopita, umempenda namna hiyo? Unataka upoteze kila kitu chako kwa ajili ya huyo msichana? Kweli?" Hasani akamwambia, "Sikiliza, mimi niko tayari kuriski kila kitu kwa ajili ya Bek. Nampenda Bek. Kwa kama mali sizitaki tena. Na wewe utaniangalia tu hapo au utanipeleka airport?" Akasema, "Sawa, tutakupeleka." Wakamsindikiza rafiki yao moja kwa moja kwenda kwenye airport, kupanda ndege na kuelekea Lagos kwenda kumtafuta Beki. Mapenzi yana nguvu sana. Kweli bwana, Hasani akala mwewe moja kwa moja mpaka Lagos. Huku upande wa pili, rafiki wa Beki akawa ameenda kumshtua Beki, kumwambia, "Beki, sijui ni namna gani utalipokea hili." Lakini Hasani yuko nje. Beki hajaamini. Hasani yuko nje? Hasani gani? Hasani huyu. Ikabidi ajielezee. "Alinitumia mimi message Instagram kwamba anahitaji kuonana na wewe. Na wewe kwa kuwa ulikuwa unataka kuonana na Hasani, mimi ikabidi nimwelekeze afike hapa. Kwa hiyo utanisamee, mengine nitaelezea baadaye." Mara Hasani huyo ameingia. Mshikaji anamtazama Beki. Beki amepigwa na bumbuazi, anamshangaa Hasani. Ikabidi baadaye wakae chini, Hasani aanze kumsimulia Beki ni nini kilichotokea mpaka yeye kusemekana kuwa na mchumba ambaye anaoana miezi 2. Sema, "Mimi na Aisha hatukupendana wenyewe. Uchumba wetu uliunganishwa na wazazi wetu wote wawili. Wazazi wetu walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Kwa hiyo wakataka tuoane ili maisha ya urafiki wao uendelee kudumu. Na mimi sikuwa mchumba wa Aisha, alikuwa ni kaka yangu Lukman ambaye kwa bahati mbaya alifariki kwa ajali. Sasa kwa kuwa ndoa ilikuwa imeshapangwa na urafiki unatakiwa uendelee, na mimi kwenye familia yetu ni watu wawili, mimi na kaka yangu marehemu, ilibidi mimi nichukue nafasi ya kaka yangu. Ndio uchumba wa Aisha ukahama kutoka kwa marehemu kaka yangu kuja kwangu. Lakini mimi na Aisha hatukupendana kabisa." Kweli Beki akaelewa hiyo historia, akamwambia, "Nilikumisi," lakini akatabasamu pale. Kweli
Beki alimsamehe kabisa Hasani, wakawa wamefurahi kwa pamoja na wakaamua kurudi kwenye hoteli ile ile Abuja ili waende wakamalizie pale walipoishia, maana wakumaliza vizuri kabisa. Wakafika kule wakasema hoteli haijabadilika kabisa, bado iko vile vile. Wakakumbatiana pale, Beki na Hasani wakawa rasmi wamebariki minyoshano. Ilikuwa ni mwendo tu wa kunyoshana, na huu ndo unakuwa mwisho wa filamu yetu nzuri kabisa, inaitwa Two Cities One Heart, yani miji miwili moyo mmoja. Mimi mtaalamu wako naitwa Mr. Chapa Ilale. Mpaka wakati mwingine, endelea kusubscribe YouTube channel yetu kama Chapa Media, lakini pia kwenye TikTok kama Chapa Media. Jamani tunawapenda sana.